Inyuma yo kumva ko hari abarundi bashamiranye n'abanyakenya ahitwa Bahati hegeranye n'igisagara ca Nairobi, urongoye diaspora ndundi muri Kenya Alexis Sarahe ahumuriza abarundi baba mu gihugu ca Kenya ko botekana kuko ngivyabaye hagati y'abarundi n'abanyakenya ryabaye nk'ibere riyaze kuko ngo basanzwe babanye neza kandi n'abanyakenya baremera yuko abarundi bafise umubano mwiza. Alexis Sarahe rero arahumuriza kandi agatera ivyatsi abo bose bama bihutira gutanga ubutumwa butabereye. Abategetsi bo muri Kenya muri ako gace ka Bahati baciye bagirana inama bari kumwe n'abarundi eka n'abanyakenya, abarundi bakaba batekanye kandi babandanya imirimo yabo ukuri kwamye. Tumenyeshe yuko igihugu ca Kenya ari kimwe mu bihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko kirimo abarundi benshi babayo abandi barangurira imirimo yabo. Alexis Sarahe rero ati ibikorwa vya diaspora ndundi, diaspora idasinzira, diaspora yunze ubumwe nivyo vyo kwishikira ku kivi kugira ngo batohoze banamenye ico cyose cogirira nabi mwene wabo. Hanyuma barundi kazi musanze mubangaha muri Kenya nukuri ndabasavye ndazi yuko iyi video itwara iminota 3 mugabe imbere yuko ntangana impanuro ubanze wumvirize iyi video hanyuma uce wumviriza ni audio yanje cyo bari vyiza cyane. Murano ko abarundi tubangaha muri Kenya twamaze kugwira turi beshi, narababwiye rafwa pasi ko turabarundi barenga 56,000 mugabo mu group atandukanye dufise groupe zitandatu zirimo abarundi barenga 11,000 na mu gihe twese twofashanya turikaniza video ama audio tubaye impanuro byo bari vyiza cyane. Mugona ngoma manze mpanure ntabeshe abantu bashikuza abarundi bazi kuvuga ataco bazi gukora, abo mu manda bahanure babanze bahagarika ibintu nk'ibi kuko abarundi beshi ndamaze kubona beshi ngaha muri Kenya muzi gufata minenegwe, muzi gufata nkama ibintu biba bibaye byo gushitura abandi. Mwarumvise ama video ejo yaciye ku ma social media, mwarabonye ama audio yaciye ku ma social media ejo nuba ari karasirikira avuga ngo abarundi bishe, ngo bishwe, ngo abarundi batuvamiye, ngo abarundi baduteye. Nivyo mu ma audio yose yaciyemwo harimo ukuri kungana na 40%, mugabo 60% kwabaye gushikuza, 60% no gushikuza. Niyo mpamvu turiko turasaba abarundi bose iyo uri kuratanga information gerageza uyitange muri point positive. Abantu baragomba gukorera muri negative ni babi. Binda bivuga kwera nk'utwara diaspora burundeze o Kenya haro nibindi bintu byinshi bitunaniza keshi na keshi. Mu byo dukora mu kazi kose ka misi yose oriye uko umuntu akoresha ukuri, hari abandi barundi akazi kabo bajeje ari ugushikuza canke ari kurengera abandi canke nivyo umuntu aba yakoze nk'akaruro no baha ni nkuko Sarahe atwara diaspora burundeze o Kenya niyo ntwara kandi sinimiriye kuvugisha umurundi wari we wese, yaba umurundi yakosheje afisa makosa, yaba umurundi adafisa makosa, abo bose ndabavugisha kugira ngo bose tubaye intumbero imwe kandi tubakumira. Ariko haro beshi babihana izindi ntumbero umuntu abatazi, ariko nagomba ndabasabe mwumvirize iyi video. Ibi ni vyabaraye ni nama yabereye aho bitwa Bahati, aharaye habereye ugukorana ko nuvuga ko ari gukwaruzanya ko abarundi n'abakenya, ariko nta bwicanyi bwabayeho, nta mabi yabayeho, gusa kwabaye gukwaruzanya nkuko muja kuvyumva muri audio. Yo twahisemo kuja kuri tere kugira dufashe abarundi bose bamwumve batahure, kuko izi video aya mafoto mwapibiriye guhereje gushika ya masaha nagomba ndabasabe izukuri ivyo mwavuzemwo amaudio ari karavugwamo 40% yonyene ko kuri 60% mwarashikuje. Rero ku barundi baba ngaha muri Kenya mwumvirize iyo audio ibereka ingene mukwiye kuba ngaha muri Kenya, ibereka ingene mukwiye kwisuganya n'abakenya baba ngaha kandi murabona ko banabemera. Abakenya baba ngaha muri Kenya nagoma nsubiremwo, abakenya bonyene ubwa mbere barakunda abarundi kandi barazi ko muri honete kiretse bwabugwe buto usanga bufisa akagorana kanakana kariye. Rero bigaheza bikaduhanura tugahanurana kugira ngo twitonde. Nukuri ndasavye abarundi bose bangaha muri Kenya mwumvirize iyo audio ku vyangombwa, mbega nibiki bikenewe kuba ngaha muri Kenya, mbega nibiki bikenewe gukora no kudakora. Imana ibahezagire. Uyu ni president wa diaspora burundeze o Kenya Alexis Sarahe. Murakoze. Nimesikia saidi ya Waburundi, nataka Mkenya yote asimame
hapa Kenya. Ile ya Solomon Gatanja Karanja. Sauti. Jambo. Solomon Gatanja Karanja. Mimi na wacha niongee kwa sababu hakuna Mkenya mwingine amekuja, lakini chenye naongea ni yangu na kulingana na ile nimesikia na watu wengine. Sasa kuna kitu moja ningetaka kuuliza. Mulipoteza passport, vitambulisho, lakini si kila mtu. Kuna mtu mmoja yuko na kitambulisho atuonyeshe. Na sijauliza hivyo kwa ubaya. Kitambulisho kuko na resident, alien na kuna national ID. Mtu kama kuna alien ID atuonyeshe ama passport yake, sababu watu wanauliza nitakulipa, umeniuzia kahawa na M-Pesa, uko na line ya Safaricom, how ulipataje? So kama kuna mtu anaweza onyesha kwa Wakenya wale wako, mtu aonyeshe tu for the I have this. Baadaye atakuonyesha. Baadaye. Okay. Vingine. Refugees Act 2021. Yes. Siku ameongea maneno ya kurudisha line za M-Pesa. Wale wananijua sinafanyanga M-Pesa. Kurudisha line ya M-Pesa ama safari na sauti. Na wenyewe wanajua. Sisi hatufanyangi registration ya ID ya kwao, hatufanyangi registration ya passport, lakini ukitaka kuwa registered tunakutumanga wapi? Kwa Safaricom. Siko ndio kunaendanga. So passport zao zinatumika, lakini sio kwa agent, lazima waende wapi? Huko. Na akipoteza ile line ama apoteze passport, anachukua abstract, anaenda wapi? Kwa Safaricom. Nafikiri umesikia hiyo Yeah, so nilikuwa nasema act inawakubali foreigner yoyote kuingia Kenya as long as akona right documentation. Mmeniambia zilipotea jana, zilibiwa passport, IDs, na wana inspector hapa amewaeleza vile mtafanya. Si ndio? So hiyo ilikuwa ilijibiwa. Kuna mmoja hapa aliuliza hapa. So hiyo imejibiwa. So muende kwa police station mpate abstract na uendelee na biashara yako kama kawaida. Nimesema wale walikuwa wanawaattack jana ni goods. Na tunaendelea na msako, tutawashika wote na tuwaweke ndani. Na nyinyi wa Burundi, na nyinyi pia mchukue makaratasi. Make sure uko na the right documentation yako ndio uweze kukaa hapa. Hiyo kwa sawa? Mambo ya kelele hiyo tuta-address tukiwa na OCS. Najua kuna clubs zina operate past working hours, hiyo ni saa 5. Tutaendelea na fanya raid, tunafunga hizo clubs. But saa 5 baa yote ifeko ina operate in this area. Hiyo kwa sawa? Mimi upande yangu kuna neno moja naweza malizia. Mimi upande yangu kuna neno moja naweza malizia. Ukweli mkubwa, na sisi tuko na embassy yetu inashika ikitufundisha vile tunafaa kuishi kwa nchi yenyewe, jo nchi sio yetu. Tunafaa tunajua tunaishi upande tatu, upande wa foreigners, refugee ama university. Naweza sema upande yangu Mungu alinisaidia, passport yangu haikujibiwa. Inaruhusiwa kuishi Kenya 10 years na bila kuulizwa kitu yoyote. So hii nimeiongea kuhusu kujibu ule mwananchi mwenye ameuliza upande ya passport. Na kuuliza most of them wenye wako hapa walikuwa nazo zenye na sisi kuna zile kazi tunafanya haziwezi ruhusiwa kufunguka bila passport. So naweza sema upande yetu zenye tuko hapa kuna wale wenye wako wanakaa kama refugee, nao pia wako na karatasi ya UN. Na kuna wengine tunaishi kama wenzangu na Wakenya na Wasalimiani. So jambo limeleta hapa kuhusu utovu wa usalama hapa Bahati. Na baadhi yetu wa Burundi, raia wa Burundi sana hiyo usalama kidogo. Yaani kuna ile uvamizi wa mara kwa mara kwa raia wa Burundi. So
ilianza tu kiuchokozi, inaanzaga kiuchokozi, lakini lengo lao hiyo vijana wenye wanafanyanga hiyo uhalifu, lengo lao ni kupora. Wanaanzanga vita uchokozi, alafu vile kwa majina yaitwa Manirangona ulipo na hiyo Burundi kaji hapa hadi. So hiyo ndio imetuleta hapa, unavamiwa mara kwa mara, tukiambiwa ya kwamba sisi hatuna nafasi Kenya hii. Au ni watu wanafanyanga hiyo uvamizi raia tu hapa, watu ambao wanashindana hapa mtaani na hawajihusishi na kazi yote. Leo unaona lengo lao ni kupora tu watu. So kwa ufupi tulikuwa tunaomba nyinyi viongozi mtusaidieni kupata amani, sana sana watu ma foreigners kama sisi. Inaonekana lengo lao ni kuvamia watu ambao si wa Kenya. Sasa sana sana kwenye mimi naishi, tulikuwa nasikia wakisema hatutaki wageni, wale watu si wa Kenya watuondokee. Na sisi hatuna uchokozi wote kwa wenyeji. Sisi ni watu ambao tunajihusisha na kazi ndogo ndogo, yani tuko na bidii ya kutafutia riziki kama operation yoyote. Sasa hao wenzangu wamenituma nije niwakilishe, niwaambieni ya kwamba mtusaidieni upande wa usalama. Sasa kuna wale wamejeruhiwa, kuna wale wamepigwa, wengine wameporwa. Jana kulivamiwa nyumba hii mchana, wakaibia vitu zenye pale ndani, wakisema ati wanafuata wa Burundi hapo wenye wamefanya kuua wenzao au wakora huko chini pale mtoni, lakini ulikuwa unaona lengo lao ni kupora tu. So kwa ufupi ni usalama, utovu wa usalama kwa raia wa Burundi. Nimeshukuruni sana. Hiyo kwa ufupi ni maneno, kwa wengine wanaweza ongeza kwa hiyo. Nawasalimia katika jina la Yesu. Hapa kama jina langu naitwa Shabra Kimani. Naishi hapa Bahati. Yenye tuliona jana ni vitu tofauti ambayo na yenye tulikuwa tunaona. Hapa kulikuwa kuna nyuma kulikuwa na shida zilikuwa zinatokelezea, lakini unapata ni mwizi wameshika, amepigwa, unapata amepigwa na Burundi. Lakini shida inatokea kidogo, lakini wanajiuka, tunaongea, tunaisha. Lakini ya jana haikuwa hiyo. Jana walikuwa wanaingia kila mahali ambaye kunaishi mu Burundi. Lengo yao si ati ni kupona peke yake na kuua. Wengi waliumia. Mimi walipata kwa nyumba nikiwa nimelala. Bahati mzuri na mimi ni Mungu alitenda ndio nitoroke. Lakini kila kitu ilibiwa. Yenye nilikuwa nataka kuongeza hapo, wengi ma ID zilienda, ma passport. Hapa ni watu chache kidogo sana wako na passport sana. Zetu mingi ziliibiwa, zilienda. Na hatujui tutaishi aje bila ma ID. Kitu ingine tunataka tujue kwamba wenye walikuja juu walikuwa wanasema hatutaki maburundi hapa Kenya, hii bahati yetu. Hatutaki maburundi. Ya kwanza tunataka tujue maburundi walikosa nini? Walikosea nini? Kama ni serikali iliamua maburundi wasiishi hapa Kenya, hiyo ndio tulikuwa tunataka tujue, juu tu kujua wametumwa na nani. Kuna mwenye alijieleza ati amekuja kwa ajili ya nani. Kitu ya pili, kama si serikali ilituma au wizi. Si tunasema ni wizi, lakini wao walikuwa wanasema hatutaki maburundi. Ndio maana hatu kujua ni wizi ama wametumwa na serikali ya Kenya. So, kama ni wizi, tunaomba serikali, tafuteni wizi. Juu ni watu wa hii mtaa. Wengi wao tunaona huko chini. Wengine wanasema ni grupu ya Kabaridi. Wao wanajitanga ni watu wa Kabaridi. Hatujui wa Kabaridi ni nani, hatujui ni nini. Kwa majina ya Violet Ngochere, mimi ni Mkenya. Mimi ningechukua nafasi kusema hawa Burundi ni wazuri. Wamekuja Kenya kutafuta riziki yao. Hata mimi kama Mkenya, mimi napikanga crips. Si hii crips ni wa Burundi wananunua, wanaenda kutembeza. Sasa tukiwafanyia hivi shughuli hatutakuwa na kazi. Sasa mimi ningependa tu kuambia hao ni watu wako na bidii sana. Hao ni watu wa Mkenya hataki kuchoka. Mkenya hataki kupiwa na jua. Hao ndio wanafanya
hii kazi kutafuta riziki yao. Asanteni. Amen.